kufanyika na mradi unalenga kitu gani. Kwa hivyo nyinyi, haya mafunzo ya awali ambayo mtayapata kuhabarishwa haya, ndio ambao mtakuwa mabalozi wazuri wilayani kwa ajili ya kutoa ile elimu, kujua huu mradi wetu hasa umekusudia kitu gani. World Bank wanafadhili huu mradi, lakini unasimamiwa na wizara yetu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Nayo lengo kubwa ni hilo, fursa zile kwa wanawake zipatikane kiuchumi kama tulivyosema, lakini pamoja na hiyo vile vile kupinga udhalilishaji kwa namna yote ile kwa kutumia nguvu zetu tulizonazo kufanya hivyo. Lakini ikitokezea bahati mbaya kuna watu wamedhalilishwa, basi pia tujue namna gani tunaweza tukawasaidia. Ndo mantiki ya huu mradi. Kwa hiyo mimi sitaki kusema mengi sana, nafikiri mengi mtayapata katika mnao au wanaupeni wa maelekezo, lakini cha kueleweka ni hicho kwamba fursa kwa Pemba imepatikana kubwa zaidi. Unguja ni wana wilaya 11, lakini watazibahatika na wilaya 4 kwa sasa, na sisi huku Pemba tuna wilaya zetu zote 4 zitabahatika kwenye huu mradi. Maana yake ni kwamba fursa zile zinazopatikana za kukuza wanawake kiuchumi na mengineyo kwa Pemba inaweza kupatikana kwa 100% katika kila wilaya, kwa sababu ndio wilaya zetu 4 tulizonazo zinafanywa kazi. Kwa hiyo nategemea mtakuwa mabalozi wazuri baada ya kupata haya mafunzo na maelekezo nini cha kukifanya, ili watu wasiwe na mtazamo hasi huko ambako tunaenda kufanya hizi kazi. Ni kuombeni sana, wanahabari ndio wanaojenga, ndio wanaobomoa. Mategemeo yangu kwamba hili swala litajengwa zaidi kuliko kubomolewa baada ya kupata maelekezo na mafunzo na kujua nini tunataka kukifanya baada ya kulewa rasmi. Kwa sababu miaka karibia 10 kuna miradi mbalimbali imejikita katika kupinga na vitendo vya ukatili na udhalilishaji, na wafadhili wetu kama UN Women, kuna UNFPA na wengineo ambao wapo katika mapambano hayo. Lakini kuna vitu ambavyo kidogo vitaonekana tofauti katika kuimarisha huduma kwenye mradi huu wa kukuza usawa wa kijinsia kwenye eneo hilo. Ya tatu, ubunifu na ushirikishaji. Na tulisema ni ubunifu kwa sababu swala la malezi na matunzo ya awali ya mtoto na kwanza ni mpya hapa Zanzibar, na ni eneo ambalo tunasema linahitaji kuwekewa mkazo katika utekelezaji. Kwa hiyo ndio maana tukasema ni kitu kipya, ubunifu huo ambao unaanzishwa. Lakini pia kutakuwa kuna masuala ya kutumia teknolojia katika kuwapa uelewa wanawake na pia katika kuwaelekeza kwenye fursa nyinginezo za masoko na mengine kiuchumi. Kwa hiyo ubunifu unakuja hapo kwamba tutakuwa tunatumia digital. Sawa. Kwa hiyo ni eneo hilo na ushirikishaji, kama unavyojua tunataka kuwasogeza na wao hivyo wapate kuungana na wenzao kwenye maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, lakini inawezekana hapo baadaye nje ya Afrika Mashariki. Na ya mwisho ni usimamizi na uratibu wa mradi, kama alivyosema, masuala ya ufuatiliaji na tathmini, lakini pia kuhakikisha hizi ngazi ambazo amezitaja Bi Salma, hiyo ngazi ya watekelezaji mpaka ngazi ya juu ya waamuzi wa mradi, watakuwa wanafanya kazi kwa uelewa, lakini pia na kwa uweledi. Maana ni wajibu wako sasa kurudi kwa yule aliyokuwakilisha. Tumepewa mafunzo, mradi kwa hivyo, mradi wa miaka 5 unafadhiliwa na World Bank. Mradi huu umelenga kuwainua wanawake kiuchumi na pia kupambana na vitendo vya uzalishaji. Ndio component kubwa ya mradi. Nini kitafanyika ndani ya mradi? Mwezeshaji atatupitisha. Lakini utaoshaji mradi wa kukuza usawa wa kijinsia. Ukisikia mradi wa pamoja nini? Mradi wa kukuza usawa wa kijinsia. Naona kwa vile watekelezwa taasisi mbalimbali, hivi ndio vimekuja na jina la pamoja. Kwa sababu mradi huu unatengenezwa bara Tanzania nzima. Tanzania bara na sisi Zanzibar. Kwa mjibu wa budget vipi imegawika, mwezeshaji atatupitisha hapo. Lakini ukisikia mradi wa pamoja ndio mradi gani? Maana wewe ndio balozi huko kufahamisha mradi wa pamoja ni mradi wa kukuza usawa wa kijinsia.
unafadhiliwa na World Bank, unatekelezwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto na Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Na maana tayari wewe ushakuwa huyu kija shule anaujua sasa mradi. Komponenti zake ni 3 lakini kubwa hasa ni 2. Kuwainua wanawake kiuchumi kupitia mikopo. Vipi mikopo itapatikana? Mwezeshaji atasema. Kupambana na vitendo vya uzalishaji na kuwalinda wahanga, katika presentation utaisikia. Na kuna component ya 3 ile ubunifu na ushirikiano utaisikia, ambayo kila component hiyo ina watekelezaji wake. Alafu component ya 4 ni ya management, ambayo inaitwa ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, ambaye huyu ndo mwenye component, maana anajua yote. Ndio maana badala ya kuchukua watu watatu anaotekeleza component ya kwanza, wanawake, kuwezesha wanawake kiuchumi, kumchukua sijua kupambana na vitendo vya uzalishaji, kumchukua ubunifu na ushirikishaji, ambayo hiyo mambo ya malezi na makuzi ya awali ya watoto. Sasa badala ya kuwachukua watu watatu, ina maana nimechukua mtu mmoja ambaye sasa yeye ndo anahusika na monitoring evaluation na zote hizo. Bisheha Ramia ameshitambulisha hapa, ina maana sasa anatufikisha katika mradi huo. Bisheha, karibu. Kukuza usawa wa kijinsia Tanzania, na naomba mzingatie kwamba kuna hizo nembo mbalimbali, na ya mwanzo kabisa mkono wenu wa kushoto ni nembo ya mradi wenyewe. Na nembo hii kwa kweli ilichukua mjadala kidogo mpaka ikakubalika kwamba tuwe na bendera hiyo yetu ya Tanzania, lakini tuwe na mti katikati ambao unaashiria kwamba tutakuza, tutaimarisha, tutaendeleza. Lakini kina nani? Ndio tunaona kuna wanawake hapo chini wa rika mbalimbali, lakini pia unaweza kuona wana umbo mbalimbali, na kuna baba mmoja hapo pale haonekani vizuri, lakini yupo kwenye kivuli chini ya mti arishwa, na bahati nzuri Benki ya Dunia ikaridhia yale maombi na tumepata mradi huu. Kwa hiyo mwaka huo tuliweka muundo wa mradi, vipengele vyake, na maana vipi ambavyo tunasema tutajikita navyo. Kwa hiyo tukaona pia katika masuala ya kuendeleza wanawake kuna vikwazo vya masuala ya ukatili na udhalilishaji. Ukatili na udhalilishaji unakuja kwa aina tofauti. Inawezekana yale ya kimwili, inawezekana kiakili, lakini pia inawezekana kwa umbo jingine. Kwa hiyo umeonekana kwamba juu ya kwamba tutawapa mikopo, tutawapa mafunzo, lakini pia tuweke mazingira mazuri ili waweze kushiriki katika hizo shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo muundo wa mradi umehusisha hivyo vipengele vingi ambavyo Bi Salma kavitaja hapo, viwili vikuu vinavyofuata. Mwaka 2025